Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi niliyesimama mbele yako ninaitwa Amani Siwalozi, ni mtumishi wa Mungu ninayemtumikia Mungu kwa njia ya neno na mafundisho. Na kwa neema ya Mungu tena leo tumekuja kwa ajili ya kujifunza. Na leo tunakwenda kujifunza kwa habari ya somo ya imani inayozaa matunda. Tunataka tuangalie imani inayozaa matunda. Tunajua kwamba imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Tunajua, lakini kuna imani inayozaa matunda. Unaweza ukaamini kitu alafu kisikuzalie matunda. So leo tunataka tuangalie imani inayozaa matunda. Tutaanza, lengo la hili somo ni kuelewa imani si maneno tu, bali ni msimamo wa moyo unaoambatana na utii. Imani ni msimamo wa moyo unaoambatana na utii. Unatii nini? Unatii neno la Kristo. Nini ambacho Kristo amekusemesha? Nini ambacho Kristo anakuzungumzisha? Kwa hiyo imani unaambatana pamoja na utii na matendo, na huleta majibu halisi kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo tunategemea kwamba hiyo imani ambayo tunaiamini ilete majibu kutoka kwa Mungu moja kwa moja. Na tutaanza katika kitabu cha Waebrania 11 na mstari wa kwanza. Nadhani watu wengi tunakifahamu hichi kifungu. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo imani unakuwa na uhakika ya kitu ambacho unakitarajia, ambacho bado hujakiona, ila unakitarajia kwamba kitatokea. Haya ni mambo ambayo hayaonekani kwa macho, ila katika ulimwengu wa roho. Ina maana ni kitu ambacho unakiona rohoni, unakiona katika ulimwengu mwingine ambao watu wa kawaida hawawezi wakakiona, lakini wewe unakiona. Unakuwa na uhakika. Mfano, unaweza ukawa unamiliki gari kabla bado hujalimiliki. Unakuwa unamiliki nyumba ambayo bado hujaimiliki. Kwenye ulimwengu wa roho umeiona, lakini kwenye ulimwengu wa mwili bado halijadhihirika. Kwa hiyo hiyo ni imani. Hiyo ni imani. Na katika kitabu cha Warumi 10:17, imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Tunaamini nini? Tunaamini kile ambacho Kristo amekisema. Siku zote Mungu ameikuza ahadi kuliko jina lake, ndivyo alivyosema katika Biblia. Kwa hiyo kile alichokuahidia, kile alichosema lazima kitimie, lazima yafikie hatua kitimie. Ni nini? Tunaamini chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Mfano, hivi sasa hivi ninavyolizungumza hili neno, unalisikia neno la Kristo, unaamini. Ukishaamini sasa ndiyo chanzo cha imani kinapoanza, kisha unajenga ule uthabiti wa moyo na unaingiza katika matendo. Hiyo ndiyo imani. Mtu kumwamini Kristo lazima asikie habari zake kwanza. Ndiyo maana wakati Yesu ameanza kufundisha, inasema habari zake zikaenea katika Uyahudi na Yudea. Habari zake zikaenea nini? Kwamba chanzo cha ile imani ni kuanza kwanza kulisikia hilo neno. Mtu akihubiriwa anakuwa mwenye haki na anaweza kuishi maisha ya imani. Mtu anapohubiriwa anakuwa ni mwenye haki, ana haki mbele ya Kristo. Tukisoma katika kitabu cha Waebrania 10:38, Waebrania 10:38, na Biblia inasema, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Ina maana nini? Ina maana imani ni chanzo cha mtu kuishi. Imani ni sababu ya mtu kuishi. Ndio maana anasema mwenye haki ataishi kwa imani, akisitasita sina furaha naye. Maana yake ni kwamba imani inakufanya uishi vile ambavyo Mungu anataka, kwa sababu bila imani huwezi ukaishi. Kwa nini tunamuita Ibrahimu ni baba wa imani? Kwa sababu yeye aliishi katika imani na hakuwa na kusitasita. Wakati Mungu anamwambia toka katika nyumba ya baba yako na uende katika nchi nitakayokuambia, Ibrahimu hakusita, alitoka angali ajui ni wapi anakoelekea. Kwa hiyo ndio maana Biblia inasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisha sitasita sina furaha naye tena. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hapendezewi na roho za kusitasita. Mungu anapendezewa na watu wanaoamini nini ambacho Kristo amesema. Mungu anapendezewa na watu wanaokuwa wanaamini wapi wanakoelekea katika Kristo. So mtu wa Mungu, ninataka nikufundishe hili jambo kwamba
ili imani yako izae matunda, kwa sababu hatuishii tu kuamini, bali tunaamini kitu ambacho kinaleta matunda. Lazima kile unachokiamini kizae, lazima kile unachokiamini kizae. Tunaamini kwamba ipo siku Mungu atakupa kazi, atakufanikisha kwenye eneo fulani. Sasa kile kitu unachokiamini lazima kizae matunda, tuione nini ambacho unakiamini kwa Mungu, kitu gani ambacho unatamani Mungu akufanyie. Kwa hiyo kile ambacho unatamani Mungu akufanyie ni lazima kizae, kilete matunda. So neema ya Mungu ni zawadi ambayo Mungu anaitoa, na mikono ya kupokelea hiyo neema ya Mungu ni imani. Kwa hiyo ili upokee neema ya Mungu lazima uwe na imani, kwa sababu kwa imani tunaipokea hiyo neema ya Mungu. Kwa imani yake, kwa imani tunaipokea hiyo neema ya Mungu. Kwa hiyo neema ya Mungu huja kwa kupitia imani, imani na kufanya upokee neema ya Mungu. Na tukisoma katika kitabu cha Warumi 3:23 na 24, Biblia inasema, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wamehesabiwa haki bure kwa neema yake, kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Ina maana sasa dunia nzima wakafanya dhambi, wakapungukiwa na utukufu wa Mungu. Sasa nini ambacho kinatokea ni kwamba kwa neema yake tukahesabiwa haki. Sasa imani inatufanya sisi kuhesabiwa haki, kwa sababu ukishakuwa na imani unaamini kile ambacho Kristo amekisema. Unaamini maisha yako unaishi kwa kumtegemea Kristo, unaishi kwa kuwa Kristo yuko ndani yetu. Sisi ambao tumeokoka, sisi miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Sasa kama ni hekalu, ni lazima hekalu hilo liishi kwa kumtegemea Kristo, ambaye ni chanzo cha uhai wetu, ambaye Kristo ni chanzo cha uhai wetu, na ndio mwanzilishi wa hii safari yetu ya imani. Ndio maana yeye mwenyewe akaacha enzi na utukufu na kila kitu, akashuka kwa ajili ya kuja kutukomboa. Kwa nini? Kwa sababu aliamini sisi kama wanadamu tuna kitu bado cha kuendelea kumfanyia Mungu. Ukiangalia katika kitabu cha Mwanzo, Mungu alipokuwa akizungumza anasema na iwe nuru, na iwe anga, na vitu vyote alivisema kwa sababu aliamini kwamba kile atakachokisema kitakuwa. Ina maana mtumishi wa Mungu, kile ambacho unakiamini, kile ambacho unakizungumza mbele za Mungu, lazima uhakikishe kuwa kinatokea, nacho kinakuwa. Majibu ya mtu hayapo katika kuzungumza tu, bali yapo katika imani yake aliyoiweka kwa Mungu. Imani ambayo ni msingi ni kumwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Baada ya kumwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tunaamini sasa kwamba Kristo anaweza akafanya vitu zaidi ya vile ambavyo vinatokea kwenye maisha. So ndio maana akaja kusema Samueli, ndani yake tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Nini maana yake? Ni kwamba ndani ya Kristo kuna kila kitu. Ndani ya Kristo chochote unachokitaka unaweza ukakipata. Ndio maana anasema mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa maana yake ni nini? Tunaishi kwa kumtegemea Kristo, tunaishi sababu yetu, tunaishi chanzo chetu kikiwa ni Kristo mwenyewe. Ndio maana nimesema katika Abraham alitii bila kujua wapi anaokwenda. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo 12:1-4 pale, Abraham Mungu alivyomwita, alimuita akamwambia nenda mpaka nchi nitakayokuelekeza. Hakuuliza ni wapi anakokwenda, hakujua ni wapi anakokwenda, lakini alitoka na kuanza safari ya kwenda. Baadaye wakati Mwanzo 22:1-18 anapokuja sasa kutaka kumtoa Isaka, alikuwa ni mtoto wa pekee ambayo Mungu alimpa katika uzee wake, ambayo ndio furaha ya uzeeni ambayo Mungu aliwapa. Lakini bado Mungu akamwambia, ninatamani huyo mtoto umtoe kama dhabihu, umtoe kama sadaka. Abrahamu hakuangalia kwamba hawezi kupata mtoto mwingine, hakuangalia ni nini. Alichoamini ni kwamba Mungu atamfufua siku ya mwisho. Ukisoma katika kitabu cha Waebrania ndio anapokuja kuzungumza, Waebrania 11 anasema aliamini ipo siku ambayo Mungu atakuja kumfufua na kumuinua mtoto wake tena na kumtoa pale. Hakuangalia, japokuwa aliahidiwa na Mungu kwamba atakuwa baba wa mataifa mengi. Aliahidiwa na Mungu kwamba atakuwa chanzo cha watu wengi kutoka, lakini hakuangalia hicho. Baada ya kwamba Mungu amwambia amtoe Isaka, mtoto wa pekee ambaye ndo amempata katika uzee wake, hakuangalia hilo.
Imani yake ilihesabiwa kuwa haki kwa sababu ya matendo yake. Kwa hiyo imani ili iwe haki mbele za Mungu lazima iwe na matendo. Ndio maana tunasema imani bila matendo imekufa. Sasa mtumishi wa Mungu, nachotaka nikusii na kukusisitiza, lazima kile unachokiamini kizae matunda. Lazima yule unayemwamini akuoneshe njia ya wapi unapaswa kupita, njia ya nini ambacho unatakiwa kukifanya, njia ya kila kitu. Kwa hiyo unavyomwamini Kristo lazima matokeo yaonekane. Usiishie kuamini tu, bali amini na kisha sababisha matokeo yaonekane. Sasa tuangalie sifa za hii imani yenye matokeo. Hii imani yenye matokeo, kwanza, inasikia neno na kuliamini neno. Ukisoma katika kitabu cha Warumi 10:17, imani inasikia neno na kuliamini neno. Kwa hiyo tumesema chanzo cha imani ni kusikia, na kusikia kuja kwa neno la Kristo. Sasa unavyosikia na kuliamini ndio unatengeneza sifa za hii imani yenye matokeo. Ili upate kuona matokeo kwenye maisha yako, lazima usikie neno la Mungu, lazima ulisikie neno la Mungu na uliamini na uliishi hilo neno. Na pia imani inatenda bila kuogopa, inatenda kwa ujasiri. Imani, sifa za imani yenye matokeo, inatenda kwa ujasiri. Kitabu cha Yakobo 2:18, Yakobo 2:18 anasema, lakini mtu atasema, wewe unayo imani, nami ninayo matendo, nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu. Nini maana yake? Imani inatenda bila kuogopa, imani hutenda kwa ujasiri. Sifa za hii imani yenye matokeo, ili uone matokeo kwenye maisha yako, lazima utembee kwa ujasiri, ushikilie kile ambacho Kristo amekisema, ushikilie kile ambacho Mungu yeye amekuambia nini ambacho unatakiwa kukifanya. Pia hii imani haikati tamaa. Pale unapoamini, hata kama unapitia circumstances za aina tofauti, no matter what kind of problem you have, unatakiwa kuamini bila kukata tamaa. Inatakiwa kuamini bila kuvunjika moyo. Haijalishi ni ugumu gani ambao unaopitia, haijalishi ni hali gani ambayo inaipitia, lakini inatakiwa uamini bila kukata tamaa. Sifa nyingine ya imani, inasubiri majibu kwa uvumilivu. Lazima uwe na uvumilivu. Unapokuwa unasubiri majibu kwa Mungu kwa hii imani, lazima uwe na uvumilivu. Hauishi tu kuvumilia, bali unavumilia huku ukiendelea kumsihi Mungu akuoneshe njia sahihi ya kutoka, akuoneshe njia sahihi ya kupita. So imani pia haitegemei kuona, bali inategemea ahadi. Hii imani, sifa ya hii imani, haitegemei kwa kuona. Hatuishi kwa kuona, bali inategemea ahadi za Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Wakorinto wa pili 5:7, Wakorinto wa pili 5:7 inasema, maana twaenenda kwa imani, si kwa kuona. Ina maana ni nini? Tunaishi katika imani, hatuishi kwa kuona. Haijalishi ni nini ambacho kinatokea, lakini sisi tunaishi kwa imani. Je, imani yako inaonyesha matokeo? Je, unachomwamini Mungu kinazaa matunda? Lazima uongeze nguvu katika imani. Ongeza nguvu katika kumwamini Kristo. Kile ambacho unakiamini lazima kizae matunda. Shalom, shalom mtu wa Mungu. Mungu akubariki sana. Na tumaini umefurahia wakati huu mzuri ambao